Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa, ni matumaini yangu kwamba sabato yako imekwendea vyema, na ninakukaribisha katika ripoti ya wikendi, ikiwa kwamba leo hii ni tarehe 29 mwezi wa 11 mwaka 2025. Langu jina Oroo Nelpha na mwelekezi wangu akiwa ni Bwana Mongare Alex. Karibu. Na tukianza ni kwamba Rais William Ruto leo amezindua na kukagua miradi mbalimbali maeneo ya eneo bunge la Ijara, kaunti ya Garissa, hatua inayoidhimisha juhudi za serikali kusukuma mbele maendeleo na maeneo yote nchini. Wakati wa ziara hiyo, Rais Ruto alifungua rasmi na kuweka jiwe la msingi la awamu ya pili ya shule ya wasichana ya Yusuf Ajali, akisisitiza kwamba hakuna sehemu ya Kenya itakayotengwa katika safari ya maendeleo, huku akibainisha kuwa mustakabali wa kilimo nchini unategemea maeneo kama hayo. Hatua kwa hatua, Mheshimiwa Rais atakuwa akiweka jiwe la msingi kufungua awamu ya pili ya shule hii, ikiwa ni pamoja na laboratories, na kwa utaratibu sasa Mheshimiwa Rais anawekelea jiwe la msingi. Naomba tafadhali tumpe makofi mazuri wakati ambapo anaweka jiwe hili kuanzishwa rasmi kwa ujenzi wa awamu ya pili ya shule hii. Welcome, Your Excellency. G+3. Initially, we had hoped for G+9 to contain 376 social and affordable units, but now due to ground conditions, we reduced to G+3, but redistributed to 8 blocks. Yes. Wakati Mheshimiwa Rais anafungua bamba, naomba tafadhali tumpe makofi mazuri. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma katika maendeleo ambayo tunaendesha, ya barabara, ya stima, affordable housing, ya masoko na ile kazi yote ambayo tuko nayo. Kwa hivyo mimi nataka niwaeleze watu wa sehemu hii, nyuma pale ilisemekana this is a low potential area, but I want to assure you, in the program that we have, in the development of water harvesting and storage infrastructure that I have committed myself to, and I am very clear that the 50 mega dams, there are 1,000 other dams that we are going to build, is for purposes of harvesting water, storing water, and turning the northern Kenya from a low potential area to a high potential area. Dam kubwa ambayo tutajenga hapa inaitwa Highland Falls Dam, ndio italeta maji Garissa County. Na kwingineko ni kwamba viongozi wa kanisa la Pentecostal nchini Kenya wameelezea wasiwasi wao kuhusu udanganyifu mkubwa wa uchaguzi mdogo wa Novemba tarehe 27, ikiwemo rushwa, matumizi mabaya ya rasilimali za serikali, kuingilia hesabu za kura na uharibifu wa vifaa vya uchaguzi. Wanaomba polisi, IEBC na tume ya serikali kuchukua hatua kali dhidi ya wahusika, wakidhahadharisha kwamba upendeleo hautaweza kuleta vurugu. Pia wanawataka mwenyekiti wa IEBC Rastas Edhokon kukabili makosa na kuhakikisha mabadiliko ya uwazi na uwajibikaji. Is worrying Abiga of the turmoil we are likely to plunge into in 2027 when the stakes will be higher. We call upon all the concerned government agencies, including the police, Independent Electoral Commission boundaries, IEBC, and National Cohesion and Integration Commission, to be firm, impartial, proactive in discharging their functions. Ikiwa vijana watachagua viongozi ambao ni viongozi wazuri, viongozi ambao ni vijana ambao wanaelewa masuala ya vijana, viongozi ambao
ni wa kujenga taifa, haya maswala ya kutokuwa na kazi haitakuwepo, kwa sababu viongozi ambao tunachagua ndio wataamua hatima ya nchi, ndio wataweza kupanga vile wana youth wanaweza pata kazi. Afisa wa afya Machakos wametoa onyo la kuanzisha mgomo kutokana na serikali kuu kushindwa kutelekeza mkataba wa pamoja wa mwaka 2024 na mpango wa kurudi kazini ulioibuliwa. Umoja wa maafisa wa afya Kenya umeelezea wasiwasi wake kuhusu ucheleweshaji na kupandishwa madaraka, kushindwa kuwajumuisha wafanyikazi wa UHC na kile wanachokitaja kama kucheleweshwa kwa makusudi ya serikali. Akizungumza kwenye kikao cha wawakilishi kaunti ya Machakos, mwenyekiti Benson Wajira alidai kuwa serikali imepunguza masuala ya afya na kuacha wafanyikazi wa UHC kutowajumuisha katika mkataba wa huduma za pensheni. That we have reached a point that the only other option we have is to go on a strike, and as the GS will be saying, in the next 21 days, if then this does not happen, all clinic officers across all the 47 counties and the national government, and all the referral hospitals, will be downing tools because our rights have been contravened. Even the 21 days is a clear demonstration of our goodwill, that we love our people, we love our work, we want it to be done the way it is. We cannot be meeting our end of bargain, then the employer always continues tapping us on the back. Our clinical officers, as we talk here today, we have a strike going on in Marsabit, we have a strike going on in Mombasa. Kwa hivyo kama serikali haitaki kuwe na interruption of the health service provision across the country, let them just sign that paper. We have already agreed everything. So chenye kimebaki ni kwao tu kuweka ile signature na Council of Governors ni kukumbaliana, because they are just going to duplicate chenye tumesha agree na national. Na wanawake wanaokabiliwa na tatizo la vistura wameelimizwa kujitokeza na kufuata msaada wa kitaaluma ili kujisaidia kukomesha mateso ya kimya, unyanyapaa na aibu. Akizungumza katika kaunti ya Kericho wakati wa zoezi la uhamasishaji na upimaji wa vistura, mwanasheria Sharon Koril ambaye ni mwathirika aliyepona na mwanzilishi wa Women Fistula Foundation ambapo aliwasaidia zaidi ya wanawake 100 kupata matibabu, amesema kuwa waathirika wengi bado wanasalia kujificha katika vijijini. Ameitaka serikali pamoja na wahisani kuhakikisha kuwa waathirika anayesalia bila kupata msaada. Wakilishi wa wanawake kaunti ya Kericho Beatrice Kimei ambaye alikuwepo kwenye tukio hilo amesema kuwa waathirika hao wamepata changamoto nyingi ikiwemo kufunjika kwa ndoa. The more we speak about it, the more they come out in numbers. So moving forward, we are very intentional to have surgeries, give psychosocial support for women and girls who have this condition, and even look into having policies that support our women. There are those who are yet to get help because no one has reached them, and we are willing to go. We are willing to be sent by the government. We will do the work. We are really concerned, and that is why we've come all the way, so that you join us, and we'll be grateful. I know when it comes to statistics in Kericho, we already have, I want to thank the county government of Kericho, we already have cases referred Kaino Care in Eldoret and have been successful. Naam, shukrani sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa kwa wakati wako, ila usiende mbali. Wakati ambapo naenda mapumziko kwa muda usio mrefu, nitakaporejea nitakuwa naangazia viwanjani. Usibonyeze kiduri.
is a strive everybody longs for. Human beings will spend their time online searching remedies for conditions challenging them. Some will go to medical facilities seeking medical help, while others will use herbal means to keep their health hazards. I am Chimutai Kirui, and every week on Afya Yetu, we open the doors for life-changing conversations from wellness and nutrition, preventing diseases, managing chronic illnesses, and even mental health. We bring expert advice, real-life stories, and practical solutions that touch every part of your life. Join me, Chimutai Kirui, on DZTV Africa Afya Yetu Health Show every Friday from 7:30 to 8:30 p.m. and be part of the change. Je, wajua kwamba mapishi si kazi tu ila ni sanaa? Njoo tujifunze mapishi mapya katika runinga ya Ndizi TV Africa. Hapa ndipo tunapika, tunajifunza, tunakula, tunasherehekea na kucheka kidogo. Ungana nami kila siku ya Jumanne kuanzia mida ya saa 2 usiku katika kipindi chetu cha Pishi Bora. Hapa ndipo tutakuwa tunapika vyakula mbalimbali ambavyo vitakuwa vinanukia kama vile mchuzi wa nyanya, tunapika kuku kitunguu, tunapika wet fry na vyakula vingi zaidi. Njoo tujifunze pamoja na tulete ubunifu jikoni katika kipindi chetu cha Pishi Bora. Ungana nami Oroo Nelpha katika kipindi cha Pishi Bora, tulete ubunifu jikoni. Festive season, treat yourself at Camel Park Hotel, just 5 kilometers from Kisii town off Kisii Kilgoris Road. Enjoy luxury, comfort, and a 10% discount on all accommodation services. Book now and celebrate in style. Camel Park Hotel, the pride of Kisii. Naam, shukran sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa, na karibu tena. Tunapoingia viwanjani ni kwamba michezo kwenye mechi ya ligi kuu ya SportPesa iliyochezwa uga wa Awendo, timu ya Tusker FC ilishinda Mara Sugar bao 1-0 kupitia mchezaji Thomas Omor.
Na mashindano ya East Africa Classic Rally ya 12 yamepangwa kufanyika nchini Kenya tarehe 12 Disemba kuanzia tarehe 5 hadi 13 mwaka huu katika kaunti ya 6. Zaidi ya madereva 60 wa ngazi ya juu kutoka mataifa zaidi ya 75 wanatarajiwa kushirikiana kati ya tukio hili la kihistoria la michezo ya magari. The East Africa Classic leadership has chosen a route, which is going to inspire much of our tourism products, and therefore the route that the East Africa Classic Rally will take this time round from the 5th to the 13th of December will run through 6 counties. They will begin in Diani in day 1. Then they drive off to Savo, Salt Lake in Taita Taveta, and then in Amboseli in Kajiado County, running through part of Makueni, part of Mombasa, part of Kilifi. Naam, shukran sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa kwa wakati wako, na kufikia hapo ndipo nafika kikomo katika ripoti yetu ya weekend. Langu jina Oroo Nelpha na mwelekezo wangu amekuwa ni Bwana Mongare Alex. Uwe na usiku mwema na Jumapili njema. Thank you.